Mbona karibu Teach Crest, mimi na wako Bikirubo. Leo hii tunataka tuangalie hadithi ya pili katika diwani ya mashairi ya grade ya 10, 11, 12 kwa anwani Dunia wa Shairi. Shairi lenyewe limeandikwa na Timothy M. Arege na lina anwani E mwanangu. Ewe mwanangu, mwana tuliyekulea, maskini wazazi wako. Sikiza yangu sauti hii kongwe, ambayo jana ilikuwa laini, iliyokuimbia bembelezi, ukalala. Wakati mwingine ikakubembeleza, usilie, na ulipokuwa ikijitahidi kukushauri. Ewe mwanangu, wazazi wako kwa taabu tulikulea, tukajitolea kutafuta chakula na elimu kukulipia shuleni, huku tunakwenda karibu uchi, na nyumba yetu ya nyasi ikivuja kwa mianya ya paa ya kuhesabia nyota usiku, tukikujengea leo yako yenye matumaini. Ewe mwanangu, tukumbuke hapa ulipotuacha, tulapo sima ya dona na mchicha wa kuchemsha, mapamba ya sahani za plastiki za kupakulia, na miili inukayo jasho la kazi za kutwa, na ngozi ngumu ya kupauka iliyopambwa kwa mishipa na mbavu za kuhesabika. Hapa penye mbwa waliokonda wanaojitahidi kufasiri vilio na vicheko vyetu. Ewe mwanangu, unywapo chai ya maziwa isindikizwayo na mkate, kumbuka tunakunywa chai kavu ya rangi. Ulapo chipsi na soseji ukiteremshia soda, kumbuka tunakula sima ya jana au juzi kwa mchicha. Unapokula na kuzaza kama mfalme, kumbuka tunaishi na kunuka umaskini. Ewe mwanangu, kumbuka tulivyojinyima hiyo jana kukuandalia leo yako hiyo ya kupigwa mfano. Nafsi neni bila shaka ni mzazi, kwa sababu anasema mwana tuliyekulea maskini wazazi wako. Alafu nafsi nenewa wa shairi hili ni mwana ambaye alilelewa na wazazi wake na hivi sasa anaishi maisha ya kifalme. Shairi hili ni aina ya shairi huru, kwa sababu tunaona yale mambo ambayo yanafaa kuzingatiwa katika uandishi wa shairi hayajazingatiwa. Yaani kanuni hazijazingatiwa. Kwa mfano ukiangalia vina havitiririki, urefu wa mizani yenyewe inatofautiana kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Hivyo tunaona hakuna urari wa mizani. Jambo lingine tunaona kwamba shairi hili lina mistari mishata na pia mistari toshelezi. Kwa mfano akisema e mwanangu, huo ni mstari mshata kwa sababu haujabeba maneno yenye maana, does not contain content words, yani hakuna vitenzi mule. Akisema e mwanangu, ujumbe hujakamilika, inamaanisha kuna kitu ambacho kimebakia pale. Jambo lingine tunaliona hapa, kuna matumizi ya utohozi. Kwa mfano neno chipsi kwa maana ya vibanzi, kuna soseji, kuna soda pale. Kuna tashbih, unapokula na kuzaza kama mfalme. Alafu tuna matumizi ya taswira kwa wingi ili kujenga ile picha ambayo iko pale. Kwa mfano namwambia kwamba kukulipia shuleni, huku tunakwenda karibu uchi, na nyumba yetu ya nyasi ikivuja kwa mianya ya paa ya kuhesabia nyota usiku, tukikujengea leo yako yenye matumaini. Maudhui ambayo tunaona pale, kuna elimu, wazazi wanajizatiti, kuna malezi, kuna mabadiliko. Kwa mfano ubeti wa kwanza tunaona kwamba sauti ya mzazi imeanza kuwa kongwe, ikilinganishwa na hapo zamani ambapo ilikuwa laini, iliyokuimbia bembelezi, labda lala mtoto lala. Sasa imekuwa ni kongwe.
Pia kuna neno plastiki limetoholewa. Naam, hilo ni shairi ambalo ni shairi huru, yani la kimapinduzi, mashairi ya kisasa tunaona Daktari Arege amebobea sana katika uandishi wa shairi hili kwa anwani Ewe Mwanangu. Labda tuweza kuangalia nini vile muundo wake. Shairi hili lina beti ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. Shairi hili lina beti 5. Shairi hili halina kibwagizo. Shairi hili halina mtiririko wa mizani, halina mtiririko wa vina. Shairi hili ni hivyo unavyoliona, na ni zuri sana.